Leo tunaenda kumrate Mheshimiwa Juma Aweso, mbunge wa Pangani na waziri wa maji. Alianza ubunge wake mwaka 2010 and then Magufuli akamweka kwenye cabinet 2017 kama naibu waziri wa maji, alafu 2020 akamchapa waziri kamili. Awamu ya 6 akaendelea kuwekwa pale pale kwenye wizara ya maji. Sasa Juma Aweso ameaccomplish nini jimboni kwake ambacho ni so exceptional kwa yeye kustahili maua yetu? First of all, Juma Aweso alipokuwa mbunge wa Pangani alikuwa anakumbana na changamoto 3. Moja ilikuwa ni upatikanaji wa maji Pangani, lakini pia elimu. Kama unavyofahamu watu wengi wa Pwani, masuala ya elimu especially kwa mtoto wa kike hayatiliwi mkazo. Lakini pia huduma za afya ndani ya Pangani. Amezisolve vipi sasa? Kwenye swala la elimu, Juma Aweso ameweza kugawa madaftari zaidi ya 8,000 pamoja na penseli, rula kwa ajili ya kuhamasisha watoto wa elimu ya shule ya msingi kuhudhuria vipindi shuleni kwa kupata yale mahitaji ya muhimu ambayo yanahitajika shuleni. Lakini hakuishia hapo kwenye swala la elimu. Akaja pia na kampeni ya niache nisome Pangani na nitegemea kwa ajili ya kuwalinda mabinti wa Pangani na kuwawezesha wao wenyewe kujilinda dhidi ya mimba za utotoni, ndoa za utotoni, lakini pia kuwapa wajibu ile spirit ya wajibu kwamba unatakiwa ufaulu kwa sababu jimbo linakutegemea. Wilaya nzima hii inakutegemea, ndio maana wewe upo shule. And impact yake ikaja kuonekana kwenye matokeo ya kuanzia mwaka 2022 ambako ufaulu wa kuanzia kidato cha 4 mpaka kidato cha 6 ukaongezeka sana ndani ya jimbo la Pangani. Lakini pia hakuishia hapo, akaenda kuzipigia campaign shule za Funguni na Madanga ziweze kuwekewa uzio pamoja na kuwa shule za A level ili kuwawezesha wanafunzi wa Pangani wasome ndani ya Pangani. Lakini pia eneo linapokuwa na shule ya A level inampa hamasa mwanafunzi. Hivi ngoja nikwambie hivi, kwa mfano jimboni kwenu shule pekee mlionayo ni shule ya msingi na shule ya sekondari. Huyo mtoto anavyoenda shule mnafikiri akilini mwake anawaza kwamba kuna mbele? Yeye anajua mbele ni pale kwenye shule ya sekondari. Kwa maana nikimaliza form 4 nimemaliza, lakini akiona ndani ya eneo hilo hilo kuna shule ya msingi, kuna shule ya sekondari, alafu kuna shule ya advance, inampa mtoto hopes. Yaani kama vile ukiwa unacheza game, ukiwa unajua kuna level 10, wewe huwezi kutaka kuishia level 1. Yaani lazima utacheze ili ufike level za juu. Ndivyo na mtoto hivyo hivyo anapokuwa anazungukwa na vitu ambavyo vinamfanya a set up the bar, azidi ku step up, ata step up. Sasa wewe endelea kumchekea mbunge wako ambaye mpaka sasa amekuacha tu na shule ya sekondari na shule ya msingi. Mtoto wako anakuwa anasoma, akili yake inamtuma kwamba shule ya sekondari ndio mwisho wa kusoma kwake. Tuje kwenye sekta ya afya. Juma Aweso ameweza kugawa vitambulisho zaidi ya 2,000 kwa ajili ya wazee walioko Pangani. Wazee ambao wameincludiwa hapa ni wale wa kuanzia miaka 50, wanapata matibabu bure wakiwa na hivyo vitambulisho ndani ya Pangani. Mbunge wako amefanya nini? Anyways, nisikuchonganisheni. Basi, pia kwenye sekta ya afya, hospitali ya Pangani kabla ya Juma Aweso ilikuwa haiwezi kutoa huduma za upasuaji kwa sababu hakukuwa na huduma za ganzi na usingizi. Lakini pia hakukuwa na vifaa vya kisasa vya operation. Lakini pia huduma na usimamizi wa lishe bora kwa ajili ya watoto ilikuwa hauzingatiwi. Juma Aweso akaja na campaign akishirikiana na taasisi binafsi sasa ili kutoa elimu na kusimamia upatikanaji wa lishe bora kwa ajili ya watoto. Hence amepunguza vifo vya watoto wachanga ndani ya jimbo la Pangani. Lakini Juma Aweso kwenye swala la afya hajaishia hapo. Ile hospitali hakuiacha nyuma. Ile hospitali Juma Aweso ametumia network yake, ametumia hamasa yake kuhamasisha Wizara ya Afya, imempelekea madaktari bingwa ndani ya jimbo lake, lakini pia vifaa sasa vya ganzi na usingizi vinapatikana. Kwa maana sasa hizi ukienda hospitali ya Pangani hauhitaji rufaa ya kwenda kwingine kokote, labda uje Muhimbili. Ukifika pale matatizo yako yote yameisha. Mbunge wako ameweza. Chini ya uongozi wa wizara wa Juma Aweso, asilimia upatikanaji wa maji vijijini imeongezeka kutoka 70.1 mpaka 83. Huku asilimia za upatikanaji wa maji mjini zikipanda kutoka 80 mpaka 94. Ameondoa ule uwepo wa visima vingi visivyofanya kazi. Ndani ya Juma Aweso kila mitambo inafanya kazi. Juma Aweso amekuwa akizunguka duniani left and right kutafuta wadau hadi imefika ana mradi saizi wa public private partnership, yani mradi ambao unashirikisha taasisi za umma, taasisi binafsi kwa ushirika wa pamoja ili tu
kusimamia hata na kutunza vyanzo vya maji asilia, mfano mito Mizinga, mto Ruvu. Juma Aweso ameinvest hivi vitu kwa kujiongeza kwake. Kabla Juma Aweso budget ilikuwa ni bilioni 400. Sasa hivi tunapoongea, Juma Aweso budget yake ya Wizara ya Maji inasoma trilioni 1+. Hii ina maana kwamba amesimamia ukusanyaji wa mapato ya Wizara ya Maji kikamilifu. Ndio maana budget imeweza kuongezeka. Juma Aweso ni mtu wa less promises, a lot of actions. Nafikiri pia tunahitaji wabunge wengi wa aina hii ambao kwenye kuahidi wanatuahidi vichache, ila kwenye kutekeleza watekeleze kuliko vile tunavyotarajia.